Soma Luke 16. Luke 16:18. Kila mwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine, kila amwachaye mkewe. Ndugu yangu, au kwenda shule. Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini. Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini. Naye amuoaye yeye aliyeachwa na mumewe azini. Na anayemuoa aliyeachwa na mumewe pia azini. Akasemaje Mungu? Walikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa mafumbo aliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa akaja wakamramba vidonda vyake. Achia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Rudia. Sema amen. Amen. Rudia. Sema amen. Amen. Yes. Maandiko yanasema vizuri waziwazi, yule amwachaye mke wake na kumwoa mke mwingine azini, na yule anayemuoa mke aliyeachwa pia azini. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ambaye hajawahi zini? Ina mkono. Ule hajawahi zini. Inamaanisha nini? Sisi wengi tunajua kuhukumu wazinifu sana. Sisi ambao tunaenda kanisani, sisi tunasema kama sisi wachungaji tunapenda kuhukumu sana watu wa nje venye ni washerati, venye ni wazinifu, lakini hata sisi tumesahau tulizini. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani? Wakati ambapo nilioa mke nikamwacha akaenda na nikaoa mwingine, nilifanya uzinifu. Wakati ambapo huyo mkania pia aliolewa kwa mume mwingine akamwacha akapata mwingine, alifanya uzinzi. Maana kuelewa penye shida ndio inatokea sasa. So sisi wengi tumekaa katika hali ya uzinifu. Ndio unapata mchungaji ni mchungaji mzuri, lakini ndoa inamsumbua, ndoa haijasimama. Anahubiri kwenye madhabahu yeye peke yake bila mke. Unapata mchungaji amefungua kanisa nzuri, akona watu wamemfuata, lakini yeye mke hana. Shida ni ndoa, yeye mwenyewe upande wa ndoa ni shida, imepiga 9-0. Lazima ndoa isimame. Lazima uelewe shida inatokea wapi. Shida ilitokea pale pa kwanza tulipofanya uzinifu, wakati ambapo tulioa tukaacha tukaingia kwa mwingine tukamuoa tena, sisi wote tukawa wazinzi. Leo utaniambia kwamba siku naona unasema hiyo kanisa ni ya uzinifu sana, si kweli? Hiyo kanisa ni washerati sana. Hiyo kanisa wazinzi. Yeye ndiye kwanza mzinifu wa kwanza, lakini yeye ndiye anasema venye hilo kanisa ni la wazinzi. Wewe utasema venye mchungaji ni mzinzi, lakini wewe ndio mzinzi wa kwanza. Mimi nikitaka kuambia kama ni mzinifu yule, wewe ni ndoa ngapi umeoa? Umeoa na wako wangapi? Wakienda nafaa uko umeweka question mark. Ujiulize swali. Alafu pia na mke nao umeoleka kwa ndoa ngapi? Ni 2, 3, 4. So wewe na yule mwenye unasema ni mzinifu, nyinyi hamfanani. Katika Luka, tuko kwa Luka 16. Sitaki kusema yangu.
Sitaki kusema yeye msema mchungaji katuingilia. Yeye anasema tunaongelea Luka 16:18. Inasema kwamba anayemwacha mkewe ambaye amemuoa kwa mke mwingine anafanya uzinzi, na anayeoa mke aliyeachwa pia, ule mke pia anafanya uzinzi, anafanya uzinzi. Wote ni wazinifu. So ni nani mkamilifu? Kuna mkamilifu kweli? Sisi wote tumezini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuko katika ndoa. Nimesema Roho amenishuhudia, bado turudie kusema kuhusu marriage. Ndio tuelewe ndoa inaleta shida, inatokea wapi kwenye ndoa. Shetani aliingia na akajificha kwa Wakristo. Ndio naona mimi ni kuhani, ninatembea kwa madhabahu peke yangu, nafanya kazi peke yangu. Sababu gani? Ninasema mbinguni ninaenda peke yangu. Na maandiko yanasema ibada njema yaanzia wapi? Nyumbani. Sasa ibada itaanziaje nyumbani, ili hali mwenyewe nimebeba briefcase peke yangu, naenda kanisani, naenda kuhudumia washirika wangu, na ili hali mke wangu nimemwacha nyuma, hayuko kanisani, ako kwa nyumba. Nikiuliza mke, kwa nini haufuati? Anakwambia mume wangu ni mzinifu. Sisi ndio shida kwa wachungaji. Pande wa wachungaji. Unajua kama mtu anasipokuja kwa hii kanisa leo, akiakaa kwa nyumba, anamwambia unajua mimi hii kanisa sasa hizi ina sababu gani? Mchungaji ni mzinifu. Na wanawake huko na huko, huko na huko, huko na huko, huko na huko, huko na huko. Ni vyema sana kuhani mzuri kufanya kazi na mke wake kwenye madhabahu. Amen. Ni vyema sana kuhani anayekuhubiria injili akuhubiria injili mke wake akiwa pale. So akihubiri off, mke wake anajua. Akihubiri vizuri, mke wake anajua. Akihubiri yenye afanyaji, mke wake anajua. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna venye nitakuhubiria na umetunza mwanamke na mke wangu hayupo, kumaanisha inafaa mke wangu akae pale anasikia nikisema tunza mwanamke. Wewe mwanamume tunza mwanamke, na kweli hata mimi wangu wako pale anasikia. So nikifika kwa nyumba anasema umesema wanawake watunzwe. Sana mimi sasa niko hapa pia, mimi ni mwanamke wako, so nitunze. Haleluya. Omondo akisema akisimama hapa Meka akisema akiongea kuhusu ndoa, sema unajua wanawake wapewe heshima, watunzwe. Akifika kule mke wake anamwambia nimeona umehubiri vizuri sana mume wangu, lakini hata mimi nataka unitunze vile vile ulivyosema. Shida ni nini? Nini nakula ndoa? Hosea. Tulisoma ilikuwa Hosea ngapi? 2 mlango wa mstari wa kwanza, mstari wa pili. Hosea 2:2. Tuanzie pale. Msomaji tafadhali, ungekuwa umefika. Haujui kufungua Hosea yao. Hosea. Aliyepata soma. Mwandi Juma soma. Hosea 2. Nasemaje? Hosea 2 kwanza penyewe. Anzia tu hapo. Nasema hivi. Nasemaje? Soma tu kwa umekaa 28. Waambieni ndugu zenu. Waambieni ndugu zenu. Wanaume. Waambieni ndugu zenu wanaume. Unajua Mjaluo kusoma Kiswahili ni ngumu. Tafadhali somea Mjaluo Kiswahili. Somea tafadhali. Mjaluo kusoma Kiswahili mupea asome Kizungu, lakini Kiswahili ni shida. Soma. Waambieni ndugu zenu
soma hiyo maandiko vizuri. Msihini mama yenu, kwa maana yeye si mke wangu, wala mimi si mume wake. Na ayaweke mbali mambo ya usherati. Usherati wake yasiwe mbele ya uso wake. Na mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake. Asante. Tunazungumzia kuhusu uzinifu. Tuko uzinifu, si kweli? Tuko kwa usharati. Kumaanisha ya kwamba shida inayokula ndoa nyingi ni usharati. Si kweli? Kinachomaliza ndoa nyingi mpaka kwenye Biblia ni usharati. Ndio Daudi aasi Mungu, akosee Mungu, usharati. Ilikuwa usharati. Maandiko yanasema Daudi, kwa watu ambao Mungu anapenda, maandiko yanasema Mungu anapenda sana, alipenda sana Daudi. Lakini angalia Daudi, wakati mke wa Uria anaoga, Daudi akuwa kwa gorofa juu, kwa paa juu, Daudi anaona uchi wa nani? Wa ule mke. Wakati Daudi aliona ule uchi, Daudi akatamani. After Daudi kutamani, sababu Daudi is a king, akaamuru akasema, nenda mkanitie ule mke. Kwa nini? Yaani Uria kuna mke mzuri mrembo kama huyu jameni. Ndio maana siku moja nilihubiri Loraka nikasema kwamba na wanawake ni maua ya wanaume. Siku nilisema hivyo. Watu wakasema mchungaji, ndio hiyo sasa ambao Daudi aliona ua na mwingine akasema, mama yo. Ili ua ni nzuri namna gani? Mpaka Daudi akaamuru akasema kwamba wacha nifanye nini? Nikaitishe hilo ua likuje. Amen. Wakati ambapo hilo ua lilikuja, akafanya uzinifu na hilo ua ambaye ni mke wa Uria. Naona sasa penye makosa ikitokea. Kama Daudi angekuwa na mke mmoja na hakuwa mfalme, hiyo ndoa ingekuwa na amani kweli? Ingekuwa na amani, singevunjika mapema. So nini inafanya ndoa zinayumbayumba? Ni hali ya uzinifu kwenye marriage. Sisi tumefanya uzinifu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa wazinifu katika ndoa zetu. Daudi wakati ambapo aliona ua la Uria, Daudi wakati aliona mke wa Uria, akasema hii hainipiti. Iko kama leo kuna wanaume wanajua, tukiona wanawake hivi, ukiona urembo wa mwanamke hivi, nasema hii lazima nipite nayo. Hii lazima, si wanaume mko hivyo? Wanaume si mko hivyo? Yawa. Wanaume wako hivi. Sinasikia wanawake msema wanaume ni mbwa. Si mnasemanga hivi? So wanawake mnasema wanaume ni mbwa. Kwa nini mnasema ni mbwa? Wake ndio mbwa. Akiona mbwa, akiona nyama anarukianga. Si ni kweli? Kuna mbwa inawezaona nyama kweli ikose kurukia, hiyo haitakuwa mbwa. So ndio maana wanawake wakakaa chini kikao, wakaulizana hawa wanaume tuwaite namna gani. Wakaangalia wanawake wazuri, wakakuja na jina nzuri, wakasema hawa wanaume wanafananishwa na mbwa. So mbwa akiona nyama, hata kama ni mfupa, atarukia tu. Ndio maana mwanaume
hata akaona uchi wa mwenda wazimu atajeji tu. That is reality. Mwanaume asikudanganye waje kwambie mwanamke mwendo wazimu atokee huko na ako uchi na asimame mbele ya wanaume. Hao wanaume wote akili zao ziko off. Hadi mmoja wanaanguka wanaume. Hakuna mtu akili itakuwa straight hivi. But mwanamume atoke huko, mwanamume mwendo wazimu ako uchi. Sio rahisi mwanamke akili switch off. Ukweli ama urongo? Mwanamke ukiona mwenye akili na switch off ako na shida, anataka maombi ya toba. Lakini mwanaume hata kama hatafanya kile kitendo, hata kifanya ndio, lakini akili ita switch off. Atakemea sasa, ishindwe hizo roho, ishindwe hizi ni nini, shindwe, lakini ameangalia na ameconfirm. So akisha confirm anasema ishindwe. Mwanamke uchi anatembeaje uchi? Ishindwe. Lakini anakemea, lakini ameconfirm, ndana ameconfirm. Anasema majaribu tembelee mbali. Ndio maana Daudi alifanya nini? Wakati aliconfirm, alipatikana kwa uzinifu. Dakika ya mwisho Daudi anakuja kuzaa mtoto na ule mwanamke after mwanamume Uria amekufanya nini? Amekufa. Mtoto aliitwa nani? Mtoto wa uzinifu ambao Daudi alizaa aliitwa nani? Alikufa. Akazaa ndani wa pili, sio kweli? Akazaa wa pili. Wa pili ni nani? Solomon. So, unafikiria kuelewa Mungu unaweza muelewa vizuri? Mungu hawezi muelewa unafikiria. Mungu anafanya mambo yake tofauti sana. Bwana asifiwe. Kwa ile hali ya uzinifu alikuja akazaa monkey, achana monkey pembeni. Wakati alifanya uzinifu na mwanamke, ule mtoto alikufa. Lakini wa pili ambaye ni Sulemani aliishi na akawa mfalme. Na wakati alikaa mfalme, aliona wako wangapi? Wengi sana. Ile spirit madhabahu iliinuka. Na ikainuka extra hata kuliko baba yake. Sasa yeye alioa wanawake 700 na girlfriend 300. Wanawake 300 ama 700? Alioa wanawake 700. Wanawake 700 na girlfriend 300. Yaani mipango za kando 300. Huyo mtu alikuwa mtu aina gani? Alikuwa mwanadamu kweli? Madhabahu. Baba alirepent lakini iliruka. Baba alirepent lakini ilivuka boda. Bwana asifiwe. Alirepent but ilivuka boda. Sababu maandiki nasema na Mungu alituma Isaia akaambia Isaia nenda akaambie hivi Daudi. Akauliza Daudi, mtu ako na ng'ombe 100. Kwa ng'ombe 100 ameona amepata mgeni, akaona ng'ombe mmoja kwa jirani. Na akapata mgeni, akachukua ile ng'ombe ya jirani akachinjia mgeni. Huyo mtu tumfanya aje? So unapata ya kwamba Daudi hakuwa na mke mmoja. Na alikuwa mfalme, alikuwa anaruhusiwa hata akipita tu akaona kasichana karembo kadogo, anasema haka kakuja bandei. Na hivyo ndio kulikuwa. Nini inafanya ndoa zinayumba? Ni uzinifu. Nini inafanya wachungaji tunahubiri kwa madhabahu bila wake zetu? Uzinifu.
wake zetu hawatuamini, na pia nasi hatuwaamini. Licha tunahubiria wengine wakae na amani kwenye ndoa zao, na sisi zetu hazipo. Kama umeoa, tembea na mke wako, fanya naye kazi. Ukiona akufuati, you are the problem. Sema amen. Amen. Mke ndio protection kubwa katika maisha hii, na wengi ambao tunapuuza maneno ya wanawake tunaanguka katika mitego. Unajua, mwanamke ndio aliyepewa hekima ya kulea mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mwanamke atafanya dhambi sahihi na kitubu. Wewe na mke, watu wawili mkitenda dhambi, mke akitubu anasamehewanga immediately, lakini mme atatubu ndio akuja asamehewe. So a man ni image ya Mungu. Bwana asifiwe. Hata leo saa hiyo unaweza kuja hapa na roho kuonyesha maneno ya unabii, wewe mwanamke, na utabirie watu na ufanye unabii, watu waseme, na ukitoka pale nje unasema nini? Unanifanyia nini? Navua kitambaa, kama ni kitambaa wale mnafunga vitambaa, unasoma wacha nivue kitambaa niweke kwa bagi kwanza ndio unijue sehemu yangu ama sura yangu ya pili. Mtakanyangana pale kwa barabara, kutu pigane, umutusi matusi yote, na wewe ndio ulikuwa kanisani ukitoa unabii ukisema arriba baba ya baba. Wewe mwanamke. Lakini mwanamume si rahisi. Mwanamume kutenda dhambi si rahisi, lakini akitenda kusamehewa pia sio rahisi. Na mwanamke kutenda dhambi ni dakika moja. Usiyeiona mwanamke akiimba, akiabudu, akifanya vizuri kwa ibada ukasema huyu hatendi dhambi. Huyu anaweza tenda dhambi haraka sana. Kanyaga endi uone. Kanyaga uone venye atakuchangamkia. Makofi atakupa. Lakini akapita na ametubu. Na anaweza kupiga hata anaweza kutusi. Wewe ni mjinga kanisani. Mwanamke anaweza kutusi kanisani. Wewe ni mjinga wewe. Tena dakika mbili anatubu, anaambia Mungu nisamehe, nimetusi mchungaji, ni mjinga, nisamehe. Tena anakuja, hai baba. Roho tena anamuongelesha tu. Wewe muone wewe tusi uone kama roho anakuongelesha. Itachukua muda. Haiwezi. Nini inafanya ndoa hazisimami? Ni uzinzi. Shetani ameingia akapanda mbegu ya uzinifu. Sema amen. Amen. La mwisho, wanaume na wanawake tunapitia magumu. Sababu gani? Leo acha niwaambie shida. Unaweza pata wewe ni mwanamume mzuri sana, wewe ni mwanamke mzuri sana, lakini umeanza kurekebisha Mungu kwa kazi yake. Hii kitu imeshuhudia watu wengi sana, wanawake wengi. Unapata mwanamke umenunua bidhaa zingine ambazo zimetolewa na wazungu, badala ukae na mume akuhudumie, wewe unajihudumia. Simpo ndani ya nyumba. Wanawake simpo. Hamwezi sema. Roho hizi ni fichulia ya uongo. Bwana asifiwe. So mwanamke unaanza kujihudumia wewe mwenyewe, na umesahau kuna mtu ambaye Mungu alimuumba kwa ajili yako kukuhudumia wewe. Wakati utaingia kwenye marriage, ama wakati ambapo mzee wako ako mbali ukijihudumia, anapokuja hauna hamu na yeye, hapo ndio shida inaanzia. Mfurugano wa ndoa inaanzianga pale. Wewe umezoea kujihudumia. Mwanaume vile vile
Umezoea kufanya nini? Kujihudumia. Wakati ambapo itafika sasa uko na mke, anataka umhudumie, hiyo time, you don't have that time. Hiyo ni spirit inatumwanga kwa anga, inachukuanga mayai. Wakati unafanya hiyo kitu, inachukua that mayai, inachukua hizo mbegu, inaenda inazalisha. Ndio unaona majini yanazaana baharini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mnielewe sana. Nafundisha, hii ni story kubwa sana. Wakati ambapo wewe mwanamke unajihudumia, unaharibu uzazi wako. Wakati unapoharibu uzazi wako, wakati ambapo unajihudumia wewe, unaona uko katika Mombasani, umeenda Mombasani, uko raha. But kuna jini fulani ambayo imeshuka. Wenyewe wanaitanga jini mahaba. Wenyewe wanayejua hiyo majina majini wanaita jini mahaba. Hilo jini linashuka, wewe unaona uko peke yako, but spiritually uko na mwanaume ambaye ni jini mahaba. So wakati unajihudumia, ukimaliza linabeba ile maji yako, linaenda nayo baharini, inaenda zinazaana. Hiyo sasa ndio mambo ya roho na kufundisha yale yaliyopo. Ukipata mwanaume unajihudumia, wakati unamaliza unachoka kabisa kupindukia, hata kupita venye ungekuwa na msaidizi wako ama mke wako, unachoka sana na unakosa nguvu totally. Inamaanisha kwamba zile ulikuwa na jini mahaba lilikuwa linakuhudumia, after kumaliza ile tendo inabeba hizo eggs zako, zinaenda inapeleka kule baharini, inaenda inafanyiwa 1 2 3, wanapata watoto. So wewe mwanamume unaishi duniani, lakini uko na watoto baharini. Unaona sofa ya kujihudumia, challenge ya kujihudumia. Unaelewa sasa, unaanza kunipata. So ukuishi na mke ni ngumu, sababu uko na mke baharini na wewe mwenyewe haujui. Ndio maana ukiishi na mke hauna hamu na yeye. Huyu mke unaishi na yeye sasa wa maisha yako, ulimwengu wa kawaida huu, hauna hamu na yeye, hamu iliisha. So ule jini mahaba kitu anafanya, anapeana harufu mbaya kwa mke wako, unaishi ananuka vibaya. Ukitaka kuenda na yeye dakika moja umemaliza shughuli. Ukishamaliza ni hivyo, unangojea jini mahaba akuje, wewe mwenyewe hujui. Ndio unapata mwanaume amemaliza tendo vizuri, lakini anaenda tena kuendelea na tendo sehemu nyingine peke yake, sababu ile spirit, ule jini ameshaingia. Mwanamke anakuzwa na mwanamume wake, anamwambia sitaki. Mwanamke hataki, totally hataki. Kumbe kuna jini ambalo linakuja kufanya na yeye ile tendo. Ndio maana ukiona mwanamke anakuambia sitaki, chungana na huyo mwanamke. Ukitaka kwenda muende Nairobi, mpande kama mwende Nairobi, kwa mimi sitaki. Siendi Nairobi na wewe. Mimi siendi leo. Twende Mombasa, mimi siendi. Mimi nimefua sana, nimechoka. Hapana. Kuna sehemu nyingine anafidi mtu mwingine spiritually. Atakukataza ndio. Akimaliza akibaki peke yake, atajisaidia. Anapojisaidia, zile nguvu ile ni yake imeenda, imechukuliwa. Najua mnajua imechukuliwa.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ndoa zinabomoka? Ndoa nyingi zinabomoka sababu hizi spiritual majini zimetembea kwa kila marriage. Wanaume hawataki kuoa, wanawake hawataki kuoleka, sababu wako na ile kitu kinawapea, kinawaridhisha. Mwanamke akibaki peke yake anajihudumia mwenyewe, ile chini limeinuka. Ndio maana akikaa kwa ndoa hawezi kaa hata miaka 2, mwaka mmoja hawezi isha, anatoka, anaona hii stress. Ile chini linakuja linaingia ndani ya huyu mwanamke, anakuwa kiburi. Tuende hivi hataki, turudi hivi hataki. Sio yeye, ni ile chini limeingia. Mwanaume vile vile unamwambia leo tuna sukari, sina pesa, na kuna pesa. Mwanaume apigi budget kwa nyumba sababu ako na chini ambalo linamridhisha. Ndio utapata kama mchungaji anaishi peke yake kwa muda mrefu. Mchungaji haishi na mke, eti anafanya kazi ya Mungu peke yake. Nairobi bibi kushago miezi 6 mwaka. Hapana. 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 Mimi hata nikizeka bibi yako tunaishi na Nairobi. Hapa. Siwezi sema eti mimi mchungaji bibi yangu akushago. Mimi niko Nairobi. Na ubiri injili ya Yesu. Nana anasaidia? Hapo utaanza utapata mchungaji na ana kujihudumia. Na sasa zile majini sababu mimi ni mchungaji ninakuja full force. Amen. Zinapokuja full force, vita za rohoni zinabeba mbegu yangu, zinaenda nayo mbegu yangu. Sasa naishiwa nguvu. Unapata zile nguvu inafaa niwe nazo, niwe nayo sina. Challenge ya ndoa kubomoka inatokeanga hapo. Usiwe mwepesi. Ukiona ndoa imesimama, ni wewe unaweza ukasimamisha ndoa. Roho Mungu ajeni danganya wanaume na wanawake. Hiyo ndio kitu inafanya ndoa dunia, si Kenya, dunia mzima. Wazungu, Afrika, Waarabu nini wanateseka sababu ya marriage. Alafu unapata wengine tunalala usiku tunaota manyoka, tunafanya mapenzi na kitu mtu hatujui. Ama hata unakuja unafanya mapenzi, unaonyesha tu unafanya mapenzi na Omondi. Wewe unaona na Omondi sio Omondi. Ile jini limejificha kwa sura ya huyu. Sasa najua kikuja sura nyingine utamuka kama hujamaliza shughuli. Halo. Shida ya ndoa. Ndio maana tunaona mwanamke anakunukia, mwanamume anakunukia vibaya. Sababu gani? Umeshapandwa spirit ya ujinini. Na imetawala sana. Zimetawala sababu wengi majini tumenunua. Wachungaji tumenunua majini, tunatembea nazo. Tunafanyia kazi ya Mungu, makanisa zijae nini. Tumeraise. So zinatembea. Ndio maana unapata spiritual husband ni wengi, spiritual wife ni wengi. Let me tell you, uko na spiritual husband, sio rahisi ukae na mume. Sio rahisi. Uko na spiritual husband, kukaa na mume ni ngumu. Ula kutesi, akupigi. And spiritual husband anakuanga hivi. Na ujinini. Wacha niwafundishe, ndio wakati unataka kuingia kwa hiyo spiritual husband unakemea. Nasema wewe spiritual husband nakukataa katika jina la Yesu. Anakujanga hivi. Wakati ushamaliza kukula, unataka wewe ulale haraka. Ulale. Hata kusumbuliwa. Akuje.
Unaweka mguu huko, unaweka ingine huko. Akuja. Na kweli na anakuja shua. Sasa mwenye nalala karibu na yeye anazaona. I wish mtu akuweka hapa au kwenda CCTV uweke ikumulike. Vitu nafanya peke yako sasa na siku hicho lazima. Mbona leo tunafanya nini? Mpaka leo unaweza fika unaanza kulia tu. Ni kama kweli uko Mombasa. Na hakuna. Mbona spiritual husband. Na huyo utachukia bwana yako, utachukia mume wako milele. Na uko mwanamume vile utachukia mke wako au muone kwa kitu. Unaona mke wako anakuchosha. Ukienda kwa mke unachoka, unachoka. Sawa utaki. Ndoa itakaa na amani kweli? Ndoa haitakaa na amani. Ndoa inahangaika sababu ya hizi vitu. Na wanaume tumekosa kuheshimu wake zetu, kuwapenda wake zetu, na wanawake wamekosa kupeana respect kwa wanaume zao. Tulisoma maandiki kasema kwamba na mwanamke afanye kazi zake za nyumba jinsi inavyostahili. Sivyo ndio tulisoma? Mwanamke usiruhusu mwanaume kukufanyia kazi za nyumba. Brenda unasikia? Usiruhusu Mwangi kukufanyia vitu. Aende apike, wanasema haleluya hosana, mimi nilipata mme. Aende maji, mimi nilipata mme. Umesikia? Nikipata Mike amebeba maji hivi. Najua nikalia Mike chapati. That's the reality. Hakuna upendo hapo. Ukaliwa chapati. Hakuna upendo hapo. Hakuna love. I'm telling you. Siku ukitaka kujua kuna upendo, siku Mike atakosa kubeba maji kwa nyumba utanona. Kwa nyumba uongee. Shida nini? Shida iko. Jamani, nimekosea wapi? Jamani. Omoda atajibembeleza. Tuongee. Maji, tunajua tu mgongo inategukanga hapa. Mgongo gani inategukanga? Wewe pia Mungu gani unajiweka mgongo? Kama kuna mtoto. Akona kama akona ugonjwa apeleke hospitali atibiwe apone. Daktari anakuja kazi gani? So mke wangu atakanga tu mimi na kuanga mgonjwa. Mimi pasa naende maji. Kuna maji ya mahaba ya upendo. I feel nisaidie mke wangu. Unanielewa? Lakini sio nikitoka kazi nimechoka, mke wangu amekaa hapa ananiambia mume wangu unajua maji iko mbali. Hebu niendee maji mtungi mbili hapo. Na sasa nimebeba mawe ya 9x9. Hiyo ni mapenzi. Hiyo ni mapenzi. Hiyo ni mwingine kuumiza mwingine. Kumaanisha unipendi. Mimi naambia mke wangu unipendi. Mungu usinyoshe vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu afanye nini? Aoshe vyombo. Nikikataa hiyo siku atuongeleshane kwa nyumba. Sijasema wanaume wasisaidie wanawake. Wanaweza saidiana. Lakini ubaya wa mwanamke ni kitu ukimzoesha unaweza ukafanya. Siku utakosa kuifanya, hata anaweza paka virango na aende kwao. Ili ukweli wa mwanamke. Umeenda kwa nini? Si bwanangu alikataa kuniendea maji. Alikataa. Amepata mwingine sasa. Ananuna sasa mimi sifai.
Sasa alikuwa anaenda maji. Hebu mama jiulize. Hebu mama yangu jiulize tu. Mtu alikuwa anaenda maji. Wakati uliona ali maji anaenda, anakuja ananisaidia kufua. Nikiinama na inama. Sai hafui, sai maji haendi. Huyo mwanamume hana mwingine. Kumbe wewe mwanamume mama kwa upgrade kidogo. Umesema hapana. Sasa mwanamke afanye kazi yake. Kumbe mwanamume amefika amesema hapana. Sasa nimeshasaidia mke wangu. Sasa mwanamume anachoka. Ndio mwanamume anachoka. Mwanamume hata kama atakufanyia miaka 10 atachoka. Hata kama atakuwa anapika usiku, asubuhi anapika, unakuja unakula, unasema mume wangu unajua kupika na nini, kitunguu na unajua kulii. Siku moja atachoka. Wakati atachoka sasa, hapo ndio vita itaanza. Ndio maana maandiko nasema na mwanamke afanye kazi zake za nyumba. Huyu aliyeandika maandiko si mjinga. Alijua mwanamke afanye kazi zake za nyumba, sio kunyanyasa mume. Hata kama unaenda kazi, enda kazi, rudi. Weka nguvu za kufanya kazi ya kuosha vyombo, tengeneza nyumba iwe safi, fulia mume wako. Sasa mimi naenda kazi, hata wewe unaenda kazi, wote tunaenda kazi. Sasa uweze kufulia mume wako, mmesongefuata tu nguo mbili. Siwezi. Heri nikae nimechafuka, watu wanaona mimi ni mchafu, waseme mke wake aone. Lakini nafua, siwezi. Kama ni maji ni kubeba, ni siku ambayo najua nataka niende Mombasa. Sasa nasema haja nifurahishe, ndio twende wapi? Nimfurahishe kidogo. Furaha tu. Si lazima nabeba huko tunaenda. Naomba mama unaona aje? Leo kwa bana ndio umebeba maji. Leo Mungu atashuka, naambia haleluya. Ayo at least. Pia ni is like a surprise. Unaona? Watu umebeba mpaka mwenyewe anasema leo bibi itashuka. Lakini kama umezoea kubeba, ndugu yangu, dada yangu, siku atakosa kubeba. Surprise ni vita wa nyumba. So wanadada, mnaona aje? Si heri wasibebe, si kweli? Heri wasifanye. Ili siku anakufanyia ikuwe as a surprise. Iko kama mwanaume ambaye hajawahi kununulia nguo, anakupanga tu pesa unaenda kununua. Siku anakuja naye. Hata kama ulikuwa umeona hiyo siku, utamuka ukisema umemwona nani? Nimemwona Bwana. Nimemwona Bwana. Watu wanaimba ukitendeleza jirani asikie. Nimemwona Bwana anapendeza. Wengine wanasema sijamuona mume wangu, lakini mimi najua amenibaia nguo leo. Sababu leo amekusurprise, hakununuliangi nguo, lakini leo amekuja akabeba nguo. Hajanunua ile nguo nyingine, leo amekuja amebeba kwa bei. Unamwambia wangu leo umechagua aje? Hebu nieleze wewe ulichagua chambua. Anakuambia najua leo ni maamua tu. So it's a surprise. Lakini kama ni vitu ya routine, ukienda mwanamke, ukienda huko unakuja na kanguo, ndio hiyo. Ukienda huko unakuwa na ile nyingine, nguo ile nyingine, ndio hiyo. Hata kama mmekosana ukikuja na hiyo nguo, mwanamke aonage kwa surprise. Lakini kama unuangi, kama mimi siwezi, mimi kuna nguo nikinunulia Mungu nikuja na mara moja, tena anastuka, tena naweza nikae kabisa. Siku nitakuja na nyingine tena ni surprise. Hiyo siku anaweza nibeba. Unajua sasa hii ni mzito kuniliko. Sasa anaweza nibeba. Sasa mzee wangu acha nikubebe kidogo. Sababu nimemsurprise. Bwana Yesu asifiwe. Sio tulishanga wanawake wanakuwa wazito kutuliko. Sasa kubeba tunalemewa. Sio kweli? Tunalemewa kwa beba. Tuko tunaweza beba. Unajua ukiwa mko unaweza mbeba. Unaweza beba huyo. Wewe unaweza beba huyo. Mike unaweza beba huyo. Hawezi. Hata ukaze misuli yake. Hawezi muinua bwana. Ni waida. Hata mimi usiwezi beba. Nilikuwa na beba kitambo. Sasa siwezi. Na baada hajafika hivi. Sasa akifika hivi tukianza mbio
Watu wakianza kutufukuza venye bibi anamuta anatokana na bibi yake anabeba, anaanza kukimbia na mimi wangu zingine. Mimi wangu nikusukumanishanga tusoka tu. Soka tunapata bwana. Lakini siwezi beba. Ili nyinyi mili ndogo mnaweza beba tu chua. Bwana asifiwe. So kufanya vitu zingine as a surprise. Mwanamume asifanye vitu za kazi za nyumba. Akifanya kazi za nyumba anakusaidia as a surprise. Lakini usijidai mbele ya wanawake wenzako ukiwaambia mimi mzee wangu anafanya kila kitu, kama ni kupika, kama ni kuosha vyombo, kama ni maji, mimi mume wangu mimi nilipata au kupata. Sikatakana wanaume wengine wanaanza kumuingilia. Anakuja amechange akili. Utaona amepata mwingine. Na hajapata mwingine ni venye amechanuka. Na mjinga kierevuka. Mjinga kirefuka mwerevu ako mashakani. Mjinga kirefuka mwerevu ako mashakani. So wewe mwenye umezao kufanyiwa uko mashakani. Mgongo inategukana, sasa itateguka vizuri. Sema kuanzia leo tutafanya kazi zangu. Kama uko hapo unaifanyiwa. Sio kweli? Fanya kazi zako. Tulee ndoa. Penda mume wako. Heshimu mume wako. Nyinyi vijana ambao mjaoa wenye mmeoa, wakati ambao mnaingia kwenye marriage, usiingie tu bora umeingia. Omba Mungu akupe hekima na maarifa. Na ukiingia kwa ndoa jua kuna everything iko pale. Kuna mabaya na mazuri. Ndio maana Biblia inasema na mwanamume ataacha mke mama yake na bibi ataacha, msichana ataacha mama yake na wazazi wake, ataandamana na bwana yake ama na mume wake, wataenda kuishi. Hiyo maisha ya kitambo wazazi walikuwa wanaishi wanavumiliana. Yapo wapi? Yako wapi? Hatuwezi vumiliana kwenye ndoa kwa kitu kadogo. Kuna juzi mgeni nipigia simu, kesi kidogo, kitu kidogo, ito anasumbuana itibiwa ndagwana hivi kitu hata niwaambia bwana mwaje uchika, hata mwaje uchika kitu kama hii. Eti shida nini? Eti nimepiga mtoto kofi, halafu na bibi anakuja anakugereresha eti hiyo tu. Huyo mtu anaenda na mimi naenda. Haizi piga mtoto mbele yangu. Kweli mtoto mmezaa nyinyi watu wangapi? Afanye mdivorce. Inaingia akilini kweli? Kumaanisha kuna kitu mmezoeshana vibaya. Mubadilike, sema amen. Ili ndoa isimame. Hosea akasema mke nilio naye si wangu, na ule ulio naye si wako. Sababu maandiko imesema kwamba Luke 16:18, na ukiacha mke ukienda umefanya nini? Umefanya uzinifu. Kumaanisha tulifanya uzinifu, ndio maana hawa tulio nao sio wetu na pia sisi sio wao, lakini kwa neema ya Mungu imefanya tunaishi pamoja. Bwana asifiwe. Kama uko kwa ndoa ya kwanza, ulioleka kwa ndoa ya kwanza na haujawahi shift, kaa kwa hiyo ndoa nusu wahi acha. Bwana asifiwe. Utakuwa umevunja record. Kaa kwa hiyo ndoa, ishikilie. Lakini kama hao wengine au magaidi wengine, tukae tu kwa zenye tumeshafanya uzindi, tukitubu, tukisema Mungu tulifanya, tulitenda hii, sema amen. Lakini kama umekaa kwa hiyo ndoa yako na ndio hiyo, vumilia, shikilia. Na wale ambao mnanisikiza hamjaingia kwa ndoa na bado hamjaingia, usiwahi ingia kama hujafanya uamuzi tosha. Kile nafanya ndoa zinabomoka ni uamuzi tosha. Hatujafanya uamuzi tosha. Tumekuwa na changamoto ya maisha. Mwingine umeingia kwa ndoa sababu ya life situation ya life unaishi. Mwingine umeingia kwa ndoa sababu shida ulizo nazo. Mwingine umeingia kwa ndoa sababu kwenu wamekukataa. Mwingine umeingia kwa ndoa sababu unaona miaka imesonga. Hapana, tulia. Mwingine umeingia kwa ndoa sababu masomo
imefika ushamaliza shule, naona sienzi nikaendelea na masomo, wacha niingie kwa ndoa. Usiingie kwa ndoa sababu ya vitu kama hivyo, itafika mbele itakushinda. Ingia kwa ndoa kama umeamua, ninataka kuoleka, mimi nataka kuoa, na kweli nataka, ninataka liwe mbichi, liwe mbivu, liwe aje, nitalibeba. Na kweli ukiingia, hata mambo yakawa mazito, utayaonanga kuwa mepesi, sababu umeamua utayabeba. Ukiuliza watu wamekaa kwa ndoa miaka mingi, watakueleza, watakwambia yenyewe, hata sisi kwa hii ndoa tumeyaona mazito, lakini tumevumilia. Mtu atakwambia tulianza ndoa yetu kupigana, kuzozana, lakini sasa hivi vita viliisha. Lakini watoto wa sasa ama wanawake wa sasa, ukienda kuoleka kesho, mume akikufuruga kidogo, umebeba umeenda. Mke akikufuruga kidogo, umemwacha umeenda. Hapana, ndoa ni uvumilivu. Ndoa, marriage is another journey. Marriage ni kitu ambacho ni safari ndefu sana, ambayo imebeba milima, imebeba mabonde, imebeba utelezi, imebeba matope, imebeba kila aina ya takataka. Ndoa imebeba amani peke yake. Ndoa imebeba furaha. Ndoa imebeba vilio na machozi na machungu. Hata wengine wanajiua sababu ya ndoa, wengine wanajiteketeza sababu ya ndoa. So ndoa sio kitu ya kuingia tu, tunasema ninaenda Mombasani mara ile. Hapana, ndoa iko na safari nzito. Mwanaume anachoka na wewe, mwanamke anachoka na wewe. Inafika mahali unaona hapana, mimi huyu mwanamke vumilia wewe mwanaume, na huyu ubaya wake ndio ulimpenda, na pia huyu mwanamke nawe muvumilie na huyu ubaya wake ndio ulimpenda. Kaza. Kama ni mwanaume kaza, kama wewe ni mwanamke kaza tu. Sema hii nakufa nayo, nafufuka nayo. Kuna siku mume wangu atabadilika, kuna siku mke wangu atabadilika. Usiingie kwa ndoa kama hujaamua kuamua kweli. Ukiingia kwa ndoa sababu umeona kijana ameokoka ama msichana ameokoka vizuri, hiyo umeingia tu sababu umeona uokovu wake, haujaingia ndani ya ndoa. Ndoa sio uokovu. Ndoa is another journey. Ndoa na uokovu ni vitu viwili tofauti. Ndoa ni safari ambayo iko kando sana na uokovu. Uokovu ni gift, kuokoka ni kipawa tu. Na ndoa imeandikwa kwenye Biblia eti mwanamume ataacha, kijana ataacha wazazi, msichana ataacha wazazi, watashikana pamoja na watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni safari mrefu. Wakati ambapo utaingia kwenye ndoa, ule ambao huko kwenye ndoa, vumilia kwa magumu na mepesi ya bebe. Ni unaambia Mungu, najua mwanaume ananifuruga, lakini mimi bado ninampenda. Badilisha mume wangu. Ninajua mwanamke huyu ananitesa, lakini nitashikilia. Kama ni wangu anabadilike. And I'm telling you the truth. Kama ni mume ni wako atachange, na kama mke ni wako atachange. Lakini usiingie kwa ndoa na kusema ya kwamba ni mazuri peke yake, sababu wakati mlikuwa kwa courtship mlikuwa mnasifiana baby, honey, sweetie, nani. No, ndoa sio kusifiana peke yake. Ndoa iko na machungu, ndoa iko na makali, ndoa iko na miba, ndoa iko na miba na mishale. Lazima uzionje. Venye unaonja mazuri ya ndoa, tena tarajia kuonja mabaya ya ndoa. Ndoa sio kitu ya kusema ya kwamba eti utaingia ndani ya ndoa na ukae na amani. Hata wachungaji wanayapitia. Ndio maana unaweza pata mchungaji mzuri lakini anafanya huduma bila mke sababu ya changamoto ya ndoa. Ndoa sio kitu ya kuingia tu asubuhi na unasema naenda kwenye ndoa. Ndoa lazima uamuke, ukae, ufikirie, ukae kwenye meza, utambue kwanza, ujue kweli nimetosha
naweza nikabeba hii uzito kama huu, maneno kama haya. Mume wangu akinichiti, naweza nikavumilia. Mke wangu akinichiti, naweza nikavumilia. Sababu hizo vitu zote ziko kwenye ndoa. Wakati kijana hajaoa, unapata wasichana wako kando, hawako karibu na yeye. Lakini wakati kijana anaoa, ndio sasa wasichana wanataka kuwa karibu na yeye, wanataka wanasongelea karibu, wanamsifia venye ameoa mke mzuri, lakini huku wanataka pia yeye akue ajifix. Bwana Yesu asifiwe. Na vile vile hata mwanamke wakati ambapo hajaoleka, unaweza pata, anaweza tafuta mume hapati, anatafuta mume hapati. Wakati unapopata mume vijana ndio wanataka kukuona sasa. Vijana ndio wanataka kukusifia venye wewe ni mrembo. Sasa unaanza kusema mimi naona nikiacha Deno, mimi naona nikiacha Kevo, mimi naona nikiacha Roba, mimi sasa siishi na huyu. Heri sasa nitafuta huyu wa pesa huyu. Lakini wakati ambapo ulikuwa hauna mume, hakuna huyu mwanamume alikuwa anakuchumbia. Wakati umepata mume ndio mwanaume wameanza kukuchumbia. Wakati ulikuwa hauna mke, unatafuta mke venye ndugu Absalom alikuwa anatafuta mke akapata. Sasa ndio wasichana watakuja wanajidandia. Absalom wakiona ameng'ara na suti, wanaona kijana wenyewe handsome ndio huyo. Lakini wakati alikuwa anatafuta mke, walikuwa wapi? Walikuwa wapi kumuona? Hawako wanamuona. Bwana asifiwe. Unaweza pata tuko kanisani, wewe unatafuta mke. Imagine uko hapa kanisani na kuna msichana hapa na mimi siwezi olewa na Mike. Mike aniwe. To. Lakini wakati Mike anaoa sasa unaanza kuona kumbe Mike anazoa. Na mimi mrembo aje. So unaanza tena kukisia nani? Mike. Unaanza wakati alikuwa anatafuta mke ulikuwa wapi? Hauko unamuona? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vitu ambavyo vinafanyika katika ndoa. Nimesema ndoa tusiingie, bora tumeingia. Wale ambao tunaenda kuingia kwa ndoa na wale ambao tumeingia tuko wachanga wa ndoa, tuvumilie. Mitego yote iko ndani ya ndoa, machungu iko ndani ya ndoa, mazuri iko ndani ya ndoa, mabaya iko ndani ya ndoa, kukataliwa iko ndani ya ndoa. Mtu asikudanganye eti ndoa ya rais ndio iko na amani, eti ndoa ya pastor ule ndio iko na amani.